Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Amma baada ya kumshukuru Allah na kuzitaka rehma zimwendee kipenzi wa umma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallama anatufundisha mambo mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallama anatufundisha mambo mema, mambo ambayo tukiyafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaturidhia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataridhia maisha yako duniani na akhira endapo tu ukatekeleza yale aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallama katufundisha mambo mengi, mambo mazuri, mambo safi. Mtume sallallahu alaihi wasallama ametufundisha juu ya kuomba toba. Watu walikuwa hawajui namna ya kumomba toba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walikuwa wakijifanyia mambo yao wanaoyajua wenyewe ya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Namna gani ya kuomba toba hawajui. Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ni kweli, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa ni huruma kwetu sisi. Kwa kutuhurumia Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha, Waislamu ombeni toba hivi na hivi, basi toba zenu zitakubaliwa. Na leo katika darasa letu tuelezane at-tauba. Mtume sallallahu alayhi wasallama, zipo hadithi nyingi tu amezungumzia tauba, kama vile tulivyoelezana, tulivyofundishana katika madarasa yaliyopita. Katika masomo yaliyopita huko nyuma tumeelezana kuna tauba na tukaelezana hadithi za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama. Lakini leo tuko na hadithi ya Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallama, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama qala, Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema inna Allah ta'ala, hakika ya Allah mtukufu, yabsutu yadahu billaili, ukunjua rehema zake usiku, liyatuba musii'un nahari, ili mkosefu aweze kuomba toba mchana, wa yabsutu yadahu bin nahari, na hukunjua rehema zake mchana, liyatuba musii'ul layli, ili mkosefu aweze kuomba toba usiku, hata tatlu ash-shamsu min maghribiha, mpaka jua lichomozee magharibi, ndio itakuwa ni mwisho wa at-tauba. Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu ni nani? Hebu tumsome kidogo alafu kisha tuendelee na darasa letu. Sayyiduna Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari qadama ala nabii sallallahu alayhi wasallam bi Makkah, alikuja Makkah kabla al-hijra, kabla hijra haijatokea ya kuama kwenda Madina. Fa aslama, Abi Musa kaslim, wa huwa min ahli al-Yamani, naye Abi Musa ni katika watu wa Yemen. Wa kana li Abi Musa 3 hijrat, na Abi Musa alitokewa na hijra 3, ila Makkah, kwenda Makkah, wa ila al-Habash, na kwenda Habash, wa ila al-Madina, na kuelekea Madina. Hijra 3, Makkah, Habash, Madina. Hizi zote ni hijra ambazo alitembea ni kwa ajili ya kutangaza kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam 360 haditha, hadithi 360. Watufia bi Makkah sana 32, na amefia katika jiji la Makkah katika mwaka wa 32 radhiyallahu anhu wa ardhahu. Huyo ndio Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Historia yake ndio iko hivyo, na historia yake ni pana, lakini tumeeleza kwa ufupi, ni kwa sababu ya kutokana
na muda. Annahu ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari yatuba musii'u al-layli, annahu ta'ala, kuwa yeye Mwenyezi Mungu mtukufu, yudha'u judahu, hueneza rehema zake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hueneza fadhila zake ala al-iswati bil-layli, kwa yule mkosefu wa madhambi, kafanya madhambi sana, ili aweze kuomba toba mchana, ili apupie kuomba toba mchana. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hukunjua rehema zake usiku, ili apupie kuomba toba mchana. Wa binahari, na mchana hivyo kadhalika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hukunjua rehema zake, hukunjua fadhila zake. Liyulhimu tauba bil-layli, ili mkosefu aweze kuomba toba usiku. Qauluhu, aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallama ya kwamba hata tatlu ash-shamsu min maghribiha, kwamba mlango wa tauba hufungwa pale ambapo jua litachomozea magharibi. Wa huwa min alamati al-kubra li yawm al-qiyama, na hii ni moja ya dalili kubwa za siku ya kiyama, ni dalili mojawapo kubwa. Hata tatlu ash-shamsu min maghribiha, jua likachomozea magharibi kwenda mashariki badala ya mashariki kwenda magharibi, basi kiyama hiko kimeingia. Na hapo ikatokea wale walomkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala waweze kutubia, toba itakuwa imefungwa. Fa idha tala'ati ash-shamsu min maghribiha, likichomoza jua magharibi, yughlaqu babu tauba, mlango wa tauba hufungwa. Wa dalilu dhalika, na dalili ya hilo, qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema yauma ya'ti ba'dhu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Yauma ya'ti ba'dhu ayati rabbika, siku ambayo zitakuja baadhi ya aya za Mola wako. La yanfa'u nafsan imanuha, haitonufaika nafsi na imani yake. Ikiwa nafsi iliamini uchawi, basi siku ya kiyama uchawi hautokuwa na manufaa. Ikiwa mtu aliamini jua ndiyo Mungu, basi imani yake haitomnufaisha. Ikiwa mtu aliamini kwamba mtu mwenzake ndiyo Mungu, imani yake haitomnufaisha. Na kama mtu akatokea akaamini kwamba masanamu yale yenye kutengenezwa ndiyo mamiungu, basi siku ya kiyama imani yake haitomnufaisha. Ikiwa mtu aliamini mali zake kwamba ndiyo msaada wa mambo yote akhera na dunia, basi la yanfa, siku hiyo hakuna manufaa yoyote. Mwenye manufaa ni yule ambaye alimwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na akakaa chini akamwomba toba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akakaa chini akaleta istighfari. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amsamee makosa yake, amsamee madhambi yake, amuingize katika rehema zake. Basi mtu huyu akatenda matendo yaliyo mema, matendo yaliyo mazuri yenye kumfurahisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyu ndiye atakayepata nafasi ya imani yake kumnufaisha. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wale ambao ni wenye kuomba tauba, atujalie ni katika wale ambao wenye kuleta istighfari, ili kwa istighfari zetu, ili kwa tauba zetu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aweze kutunufaisha na toba zetu na istighfari siku hiyo ya kiyama, siku hiyo ambayo mali, watoto havitokuwa na manufaa yoyote siku hiyo ya kiyama, isipokuwa mali ambazo alizitumia katika njia, katika fi sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu, kuendeleza amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama vile kwenda hija akatoa mali, kama vile kuwalisha mafukara, wakadhaa na kadhalika.
na watoto aliwasomesha wakawa wacha Mungu, inshallah dini ya Uislamu aliwasomesha, hao ndio watakuwa na manufaa, lakini vinginevyo itakuwa ndivyo hivyo. Kwa hiyo mpaka hapa wa ila huna, mpaka hapa tukome inshallah mpaka darsa lingine inshallah. Wasalamu